My name is Dr. Isaac Newton Kiniti. I'm a Kenyan, born in Kenya and brought up in Kenya. But today, I live in Connecticut, USA. I am puzzled, disappointed about what's happening in Kenya. Today, the leaders of Kenya are looting 3 billion Kenya shillings every day. They were looting 2 billion Kenya shillings in 2021-22. 3 billion Kenya shillings they are looting today is equivalent to 1.098 trillion Kenya shillings per year. This is more than the loans Kenya is given per year, which means Kenya is looting all the loans that it borrows, and it also loots all the aid given to Kenya. This is pathetic and unacceptable, especially in a nation where people are suffering and dying out of poverty emanating from corruption, emanating from looting of public funds. Nimeambiwa msichana alikuwa ameenda Saudi Arabia. Ningetaka tu kujua maybe jina yake, majina yake, alafu tutaendelea kutoka hapo. Okay, msichana wetu, okay, mimi kama mzee na mke wangu hapa, Mungu ametujalia tukawa na watoto 6. Mtoto wa kwanza kijana, mtoto wa pili msichana ambaye ndiye tunayemzungumzia siku ya leo. Majina yake anaitwa Gladys Bonareri. Ndiye mzaliwa wetu wa pili, na kuna watoto wengine nyuma yake. Now, kumzungumzia huyu mtoto wetu Gladys Bonareri, tumemlea vizuri, akasoma masomo yake ya shule ya msingi pale pande za Subukia, Mihango Primary, akamaliza, kaingia secondary school, Way Secondary School, akamaliza. Katika harakati sasa ya kutafuta ajira, ndipo alipata nafasi ya kuingia katika nchi ya Saudi Arabia mnamo mwaka wa 2020 mwezi wa 3. Na katika harakati ya kwenda Saudi Arabia, siku ilipotimia kutoka Kenya, kama kijana yeyote alipitia kwa rafiki yake kumsalimia na kumuaga, kumbe ameiba ujauzito. Akaenda naye Saudi Arabia, baada ya miezi 3 kupimwa pale, akaonekana yeye ni mjamzito. Na wenye alikuwa anawafanyia kazi hawakuwa na shida na yeye. Na tulipojulishwa hiyo habari, tukawa comfortable ya kwamba basi hakuna lingine, atarudishwa nyumbani. Lakini ile familia ikaendelea kumweka, akafanya kazi. Ilipofika ujauzito wake umefika miezi 6, akaanza kuwa na shida za hapa na pale. Kwa sababu ya shida ya kiafya na hakuna mambo na kliniki na whatever, ikawa amegonjeka. Ile familia ikuwa na lingine, ikamchukua ikamtupa hospitali. Mtoto akapata shida pale hospitali, hana mtu ya kumwangalia. Kutoka hapo tukajulishwa, all of a sudden mtoto akatoweka, hakujulikana, hata hakuwa hewani. Sasa tukawa na shida nyingi kimawazo ya kwamba mtoto wetu pengine hayuko. Tukakaa, mtoto hapatikani, tukijaribu kupiga masimu hapa na pale. Mimi kama mzazi baba yake natoka nikaenda kwa serikali yetu ya Kenya.
Nikajaribu kufuatilia, sikupata msaada wowote. Katika ile harakati miezi inasonga, siku moja nikaja kusikia kutoka kwa watu wakiniambia ya kwamba tumeona picha kama ya mtoto wako akiwa ICU. Na kweli nilipoletewa ile picha nikakuta ni yeye ako ICU, ajijui, aongei, afungui macho, apumui, anapumua na mashini. Kutoka hapo tena mtoto akatoweka. Nikatoka tena nikaingia katika serikali ya Kenya, nikaingia kwa ministry yetu ya nchi za nje. Sikupata kusaidiwa na kujaribu kupewa namba za embassy ya Kenya huko Saudi. Sikupata msaada wowote. Nikajaribu kufuatilia embassy ya Saudi hapa Kenya, sikupata msaada wowote. Lakini katika ile harakati Mungu akashuka. Tukapata Msamaria moja, sisi hatujui venye alipata hii habari, kama ni zile picha aliona hatukuelewa. Akaingilia, na huyu Msamaria ni yeye sasa amefanya nikuje hapa ili niweze kuelezea yale aliyonitendea. Kwa majina yake anaitwa Isaac Newton Kennedy, ambaye ni mmoja anayefanya kazi na shirika la Human Rights ulimwenguni. Ndio aliingilia, akaanza kunipa moyo, akaanza kutuambia mtoto atapatikana, mtoto atarudi. Kidogo tunapoendelea kuongea na yeye akatuambia hata ameambiwa mtoto alipatikana na mtoto ametenganishwa na mama yake kwa miezi kama 4. So ikawa pale walikuwa wamemfungia kana kwamba mama akifariki mtoto atabaki Saudi Arabia. Lakini sasa Isaac alipoingilia, akaingilia kutoka embassy ya Kenya na embassy ya Saudi Arabia. Nchi ya Saudi Arabia ikataka kufunika yale mambo, akatumia Human Rights ya America, ikateremuka ikaingia Saudi Arabia. Mtoto akatafutwa mpaka mtoto msichana wangu akaja kupatikana mahali amefungiwa. Na pale alikuwa anafungiwa, pengine anapotuelezea, kwa maana hakukuwa anajijua vizuri, tayari alikuwa amepata acid stroke na pressure ilikuwa imeenda juu, kwa sababu hata yeye haoni mtoto wake mahali alipo. Pale hospitali alikuwa naye alipata Msamaria, msichana mmoja alikuwa anafanya kazi pale, ambaye naye kwao ilikuwa sehemu za Mombasa Mtaita. Akamuonea huruma kwa sababu ni Mkenya mwenzake, ni dada yake. Huyu ndio akajaribu kuweka hiyo habari ya kwamba kuna msichana hapa Kenya, Mkenya ako naishi shida na namna hii, ndio tukampata. Na ndio hapo ndio Isaac aliingilia mpaka msichana wetu akaweza kupatikana mahali alipo, na akaweza kufuatilia kupitia kwa yule msichana. Sasa na nchi ya Saudi Arabia ikaingiliwa, ndio mtoto akapatikana. Ilipofika mwaka wa 2021 mwezi wa 8, mwezi wa 6 hivi, Isaac akaniambia ya kwamba mtoto wako mzee amepatikana na mtoto wake amepatikana, wote wako hai na watarudi. Kutoka hapo sisi, yeye alitushughulikia, hatukulipa chochote, hatukulipa hata hospitali, hatukulipa hata nauli. Kufika mwezi wa 8, tarehe ambapo siwezi kumbuka, mwaka wa 2021, akaniambia ya kwamba mtoto wako ameingia ndege anakuja Kenya. Kutoka hapo tukatoka nyumbani pale Laikipia, tukaenda Nairobi, tukaingia pale Jomo Kenyatta International Airport. Masaa yale Kennedy alikuwa ametuambia ikafika, na msichana wetu akashuka ndege tukimuona akiwa na mtoto wake mkononi. Na wote wako salama, tukampokea, tukakuja naye nyumbani. Matibabu yenye alipata kidogo hapa Kenya, tulisaidiwa na Isaac mpaka akawa normal, akawa vizuri, mtoto wake akawa mzuri. By the way, tunashukuru kwa sababu Mungu huja kwa njia nyingi. Na
kupitia kwa njia hii, ile malaika Mungu alikuwa Nuhu alikuwa ametuma kwenda kuangalia kama nchi imekauka, na sisi Mungu alitutumia Isaac akawa malaika wa kuja kuangalia wazazi wa Bonaleli, na ndipo mtoto wetu akarudi nyumbani. Na kwa sababu kuna watoto wengi wetu ambayo Kenya hakuna kazi, wamekufia nchi za nje, wameenda nchi za nje kutafuta riziki, lakini serikali yetu ya Kenya huwa iwajali. Hata kama kuna embassy zetu huko, hakuna kazi zinafanya. Hata ukimpigia simu unamuelezea, ni kama ukimueleza ukimaliza hiyo mambo inaishia hapo. Na tunashangaa nchi zingine, hata kama ni mtu ya Saudi hapa Kenya akipata shida kidogo, embassy za kwao zinafuatilia kwa haraka. Sasa sisi tunashindwa, embassy zetu za Kenya zikiwa nchi za nje. Sisi tuliumia kwa muda wa mwaka mzima, hatujui mtoto wetu wako wapi. Shida zenye anapitia asijulikani hata na nchi ya Kenya. Na si huyu wangu tu, wangu alipatika akapata huyo Msamaria. Wengine wamepata shida, wengine wanapigwa, wengine wanadungwa visu na wanakuvia huko, na embassy zetu za Kenya ziko. So tunashangaa, wito ni kwamba si embassy zetu za nchi za Kenya, nchi yetu ya Kenya. Kwa maana watoto kazi Kenya hakuna, watoto wetu wanaenda nje. Wito wangu ni kwamba wale maembassy wetu wako nchi za nje, si wangefaa wasaidia wa Kenya wenzao? Right, hiyo ni hadithi nzuri ya vile Gladys alienda na vile ambavyo amerudi, lakini swali yangu ni hapa tu. Akitoka Kenya, connection yake ya kwenda Saudi Arabia, alikuwa na agent ama aliendaje huko, mami? Asante. Huyo mtoto alipoenda hiyo nchi, connection yake kutoka hapa, alikuwa akifanya kazi hapa Nakuru. Alipata rafiki mwenye alikuwa Nairobi, akamwelekeza kwa ofisi za agent. Na hiyo agent ya office iko Nairobi. Na alitoka hapa vizuri akiwa mikononi mwao, na hata kupata mahali anaenda, alienda na hiyo agent na akapokelewa na hiyo familia. Lakini bahati ambayo tunasema ilienda ikawa mbaya ni sababu alienda akiwa na ujauzito. Na kulingana na venye wanafundishwa katika ile mafundisho, wanaenda hiyo ya wiki mbili tu, hiyo yote alipitia, alifanyiwa vipimo vyote hapa. Lakini wakati alikuwa anafanyiwa kipimo ya mwisho huko kwa kiwanja cha ndege, sio hapo ndio wanafanyiwa test ya mwisho, alifanyiwa lakini haikuonekana. Juu ilikuwa under 80 days. Kwa sababu kulingana na venye wanasayansi wanasema, mtu akiwa na ujauzito chini ya siku 8 haionekani na zile mashini wanatumia. Baada ya kumaliza miezi 3 pale, ile wanaenda ndio awe under mafundisho ya kule na kufundishwa ndio apewe contract. Wakimaliza hiyo miezi 3 lazima wanaenda medical huko. Walipoenda medical ndio akajulikana huyo mama mwenye alikuwa anamwajiri, akamwelezea na akaandika na hata akatuma kwa agent wa Kenya mahali alitoka. Akaambia msichana ako ujauzito, tuna prepare kumrudisha. Lakini kwa sababu ya ile changa la corona ikawa kuna watu kusafiri, ikamfungia wapi huko, hakuweza kurudishwa. Ile muda wa kurudishwa ikafanya nini, ikakwama. Akakaa bara akiendelea kufanya kazi na ile familia. Lakini kulingana na venye alikuwa akisema, kabla hakutuambia ako na ujauzito, alinyamaza na akawa na stress. Nchi ya wenyewe ameenda akitafuta riziki, amepatwa na shida, atarudi aje Kenya. Na sababu unapokosa kurudishwa utachigharamia. Akawa anafanya kazi pale lakini akiwa na mawazo. Hata kama alikuwa anapitia changamoto 1-2 kwa hiyo familia, bado aliendelea kung'ang'ana na ile kazi. Ilipotimia miezi 6, akaambiwa sasa embassy iwezi kumrudisha sababu kuna kufungwa kwa corona, ndege hazisafiri. Bado atafanya nini? Atakaa pale. Sasa ile stress ya kusema miezi inaenda kusonga, nitapata mtoto kwa nchi ya wenyewe. Na sheria ya Saudi, ukipata mtoto ukiwa Mkenya, aidha wewe urudi, mtoto abaki, ama wakuue na mtoto. Kwa sababu
ni sheria yao. Kama ingekuwa ni mimba ilikuwa ya huko angeuawa, lakini mimba ilipatikana ni ya Kenya. Sasa akaendelea kufanya pale kazi. Akajaribu kufuatilia ile agent wao wa pande hii, wakamsimia simu. Ikafika yule mama wa pale Boma ameanza madharau. Unaona uzito iko? Na sasa kazi hawezi fanya kulingana na stahili. Kweli. Wakampea extra kwa anashindwa kufanya, lakini anavumilia. Akawa anateseka, lakini mwisho ikafika ni kama alikiwaza sana. Mimba ikiwa ya miezi 7. Alipogonjeka wakamchukua wakamtupa huko, sababu ni shughuli yake, ni sauli yako sasa. Hapa aliko mikononi mwao tena. Okay. Wakamwacha hospitali akiwa hali mbaya. Wakaandika historia yao, wakatoka. Sasa hawakuweza kufuatilia kwa kina Gladys ni wapi. Akamaliza wiki 2. Alipomaliza wiki 2 hata wifi hana ya kusema kwetu. Sasa akawa amepelekwa operation. Walipompima hospitali pale, aliona ataweza kufa na mtoto. Wakatoa mtoto akiwa kabla hajafika miezi yake. Alipotolewa kwa njia ya upasuaji, mtoto akawa amepona. Wakaweka mtoto nasari, mama akawa pressure iko juu, amesikwa na sort of stroke, akarazwa, akawekwa ICU. Okay. Akakaa ICU for 3 months. Mtoto akiwa wapi? Akiwa nasari. Baada ya kutoka pale ICU, alirudishwa theater mara ya pili. Yeye hakujielewa ni kwa nini, lakini alipokuja kufuatilia akaambiwa alikuwa damu yake ni kama ilirudi ndani. Wakafanya operation ya pili. Okay, wacha tusimamie tu hapo kidogo. Tuangalie pande ya Facebook kwa wale ambao tunaongea nao, wale ambao wanatutazama na kutusikiza kupitia Riri FM, Riri TV. Nina appreciate engagement yako pale kwenye Facebook, wale ambao wako pia kwenye SMS line. Najua kuna watu maybe umekuwa nje ya nchi, mtu wenyu amekuwa nje ya nchi. Kama unaweza share experience yako pia itakuwa ya kusaidia zaidi. Pale kwenye Facebook page RIRI TV utaingia pale upate kwa Rahakireu, hapo ndo tuko, unaweza ongea as much as you can.